Pwani University pale ya wapolish. Ushapata tukalipwa vizuri yani. Anaongea mbaya yani design ya kuwa kwani huyu ananijua tulikosana kitambo ama ni vipi? Nataka niwe producer mkubwa kama vile Daudi Anguka. Gari. Gari. Ushapata? Kuna gari ndo tatizo. Kila video niwe nimepiga pamba ya force nini niwe na nini, hapana, itakuwa hai make sense. Simu inaingizwa kwa Bluetooth voicemail. Kuna shirika moja hilo lilinibeba karibia miaka 5. Nikifanya kazi na wao tu linaitwa. Acha nzuri tukapata na msanii ambaye ni maarufu sahihi, na kiupande mwingine naweza sema sisi ndio tulimtoa. Leo hii nikisema Mika Hunda tulikuja tukafanya na yeye video yake ya kwanza kwa ile nyumba, watu watasema ni kiki. Bachi huo ndo ukweli. Herembozi na Matezi. Sasa Matezi ni wewe ama Mbozi ni wewe? Ni mfano. Noni bana chukali makozi enda kujira. Ile ndo video yetu ya kwanza kuingia mtandaoni. Nilikuwa teja by the way. Yeah, hiyo time. Story of another day. Yeah, hiyo. Wakati kuna kuongea kuhusu support ambayo sisi tunafaa tupewe. Pia nyinyi najua mmepewa support kwa njia moja ama nyingine kwa creators wengine. Kama sisi tayari hapa tumekuja na mmetupatia nafasi hii ya kuongea na nyinyi pia na muda wenu. Kando na sisi kuna watu wengine kama kina nani hivi ambao mmewapatia support gani ya kuwapush kwenye njia moja ama nyingine hivi ambao tunawajua na tunawasikia labda. Na support zenye tumetoa sisi kama Idi na Baba Mo. Yaani wenye wameshapitia mikono yenu na sasa wanafanya vizuri, maybe kunao watu wenye wametoka mikononi mwenu. Watu wako tena wengi sana. Nakumbuka kuna time tulikuwa tumeenda show Kaloleni, kwa sababu sisi bado usafiri wetu ni huo wa vyama. Tukapata show Kaloleni na Fred kwa Mabaya Nyundo. Ni Mabaya Nyundo ama ni wapi? Ni huko Mabaya Nyundo. Mabaya Nyundo. Tukaenda tukapiga show kule. Tulipomaliza tukawa tunarudi nyumbani sasa. Masaa kama saa 12 hivi. Tulipokuwa tuarudi, tulipofika sehemu inaitwa Chasimba, bike yetu kidogo ikaleta mushkili. So tukaingia kwa boma fulani ya msanii mwenzetu hayuko kwa leo, anajiita Msekizo. Tukaingia kwa boma hapo. Bahati nzuri tukapata na msanii ambaye ni maarufu sahihi, na kiupande mwingine naweza sema sisi ndio tulimtoa kwa sababu walikuwa underground bado. Kila mtu anamjua huyo. Walikuwa wanajiita. Kwa hiyo boma yenye tulienda kulikuwa na kikosi kinaitwa KD Fellas. KD Fellas kilikuwa na mtalibani halisi ndani na vijana wengine kama wawili hivi. Wawili watatu kama sijakosea. So walipotuona ilikuwa ni kambe Mungu ameshusha baraka kwao, kwa sababu walituomba. Asubuhi ile tumelala hapo, tulipokuwa tunataka kutoka wakatuomba, kwa sababu sisi ni watu ambao tulikuwa tunajulikana tayari miaka hiyo ya nafikiri ni 2004. 2023 December. Ilikuwa 2023 December. Yeah. Sasa mwezi wa 2004. Na hii bai. So mfurishe chitu watu Baba Mo. Yule ng'ombe aende skuli lakini tamwiza hiyo. So tulivyoamka tukapata hao baba mdogo walikuwa wanaimba ngoma nzuri sana. KD Fellas wako vizuri. So tukawapatia support ya kufanya nao video moja. Nakumbuka ilikuwa ni turauke turudi nyumbani, but tukaikabidi tu spend siku nzima pale na wao. Tukiongea nao, tukitengeneza nao content, tukawaambia sisi wacha tufanye video moja na nyinyi, tuipeperushe, kwa sababu sisi hatuna uwezo wa kuambia twendeni tuwapeleke studio ama twendeni tuwafanyie video moja ya wimbo wenu, lakini kulingana na ile support ambayo tutawapa, na imani kabisa ipo siku kutatokezea shirika ama kampuni ije wainue mkono. Tukafanya video moja na wao, tukaipeperusha mtandaoni na watu wakaona, na kuanzia hapo nafikiri KD Fellas walipata support. Wakapata mtu akawa rekodia ngoma 2 na wakatoa video moja. So kupitia hapo mimi na imani kabisa mtalibani halisi alijulikana kupitia hiyo siku na kupitia hiyo content ambayo tulifanya na yeye. Na imani kabisa huyo ndo yani msanii ambaye alitoka mikononi mwetu, na si huyo, kuna wengi zaidi ambao walipitia mikononi mwetu. Kuna wengine sahi wajua
sisi ni watu ambao hatupendi kuishi na kiki bro. Kwa sababu saa hii ukiongea kitu kidogo utaambiwa huyu alikuwa yatafuta kiki. Ukiongea kitu ama ukiposti kitu utaambiwa huyu alikuwa yatafuta kiki. Kama kuna wasanii hapa Kilifi ambao hatuishi kupitia kiki na hatutafuti followers kupitia kiki ni sisi. Leo hii nikisema Mika Hunda tulikuja tukafanya na yeye video yake ya kwanza kwa ile nyumba, watu watasema ni kiki. But huo ndo ukweli. Alivokosana na Baithe Baba nyumba ile pale yenye unaiona kwa background. Alivokosana na Baithe Baba akafungua akaunti yake mpya. Ilikuwa haina content yoyote, ilikuwa tu ni ile anajirekodi akiimba hizi ngoma za watu nini hivyo. But alivokuja alivofanya Baba Moho, nakumbuka hiyo siku hakuua. Poa. Hiyo siku Baba Moho hakuua. Na akaniomba, hata tulikuwa tumetoka show hiyo siku. Tulikuwa tumeenda kufanya show Pavilion Kilifi. Tukatoka na yeye Kilifi, tukaja na yeye paka Mtwapa kwa sababu alikuwa anaenda Likoni kukutana na za kunona. Akaniomba aje alale kwangu, asubuhi aende kwa za kunona. Sasa alikuwa na dread time. Hiyo time alikuwa hana. Na hiyo video mlifanya bado alikuwa amevaa vile, alikuwa anajiita Mika Hunda tayari na alikuwa anavaa dera tayari Okay. So akaja akalala kwangu asubuhi tukaja hapa tukafanya video na akaenda kupeperusha, ikawa boom. Ikaenda video hiyo video ilienda. Hiyo video ilienda. So naweza sema kwa njia moja au nyingine akaunti yake ili grow kupitia mimi. But leo hii ukiongea kitu kama hiyo inaonekana ni kiki. Watu wanapeperusha, wanaonekana sasa huyu anatafuta kiki. Ambao sisi wao hatupendi kuongea hizo vitu kwa sababu tunajua ni vitu za kawaida na lazima tusapotiane sisi kwa sisi. Naona nyinyi wawili mmetengeneza duo moja amazing sana. Yaani vile ambavyo huyu ana act kwenye hizo movie na hizo skits na wewe na vile mnavyoungana. Yaani sijui niseme nyinyi kama nani na nani. Kama Aki na Ukwa. Kama Hussein na Hassani. Kama Romeo na Herembozi. Herembozi na Matezi. Sasa Matezi ni wewe ama Mbozi ni wewe? Ni mfano Baidi. Sasa mifano miji na Baba Moho si rehena nache. Haya bado hasa Mbozi na Matezi. Mimi na Zamba Hussein na Hassani kuna mbili. Hiyo iko sawa kwa sababu ni wanaume, lakini sasa uchamba Mbozi na Matezi. Sasa muzeje sasa. Sasa na huyu ulichana na msemo huu. Mimi nataka kukupa story fupi ya Idi na Baba Moho walianzia wapi na hapo nilikuwa ninakuja. Ningetaka sana kujua yani vile ambavyo nyinyi mlikuwa mnafanyaje kabla muonane na mkupatana, ilikuwaje ile chemistry ambayo mkasema kwamba sasa sisi tutaglue na tutakuwa tunafanya kazi pamoja. Sasa hii Idi na Baba Moho wametoka kwenye kikundi ambacho kinaitwa Coast Choice Films. Na mimi binafsi nilijoin hicho kikundi 2017. Nilikuwa teja by the way. Yeah, hiyo time. Story of another day. Yeah, hiyo. But nilipoona Coast Choice Film walivyofanya movie yao moja inaitwa Fundo la Moyo, nikawa na hiyo ari ya kujoin kwa sababu nilijua niko na kipaji cha kufanya. So nilipojoin pale tukatengeneza movie nyingine inaitwa Nyumba ya Ghorofa, tukaipeleka Viusasa. Hiyo ni project ambayo kidogo hatukuelewana na wale watu, but hata leo ukiingia Viusasa ukisearch Mijikenda utapata some episodes ziko kule kama episode 10 hivi. Nyumba ya Ghorofa. Hiyo ni project tulikuwa tumesainiana na watu wa Viusasa, lakini mwisho wa siku ikanani inaitwa Nyumba ya Ghorofa. So hiyo ndo project yenye nasema ni yangu ya kwanza nilivyoingia Coast Choice Film. Baadaye sasa tukawa tunatengeneza plays ambazo tulikuwa tuna perform mashuleni na pia kwa clubs. So kuna play moja tulifanya ilikuwa inaitwa Shilingi 10. Mimi nilikuwa nacheza kama mtoto hiyo play. Play ni ile ambayo iko kwa stage, si ndio? Watu wanalipa yani hiyo sasa ilikuwa live performance, tulikuwa tunafanya hizo live performance. Dramas, yeah. So tulipotengeneza ile play tukaenda klabu moja inaitwa Kokole iko Kikambala. Tulivyoenda kufanya hiyo show, ile play venye ilikuwa inaenda, nilikuwa nacheza kama mtoto wake kwenye hiyo play. So hiyo sasa tulikuwa hatujui kama tutakuja na nani ya brand ya Idi na Baba Moho. Tulikuwa hatujui. Poa. But tulipotengeza ile play tukaenda tukaperform, alafu baadaye sasa ilikuwa Christmas. Tuliporudi nyumbani mimi nikakaa
Nikaangalia ile play tena, kuna scene moja nikasema hii scene hebu acha tuitengeneze kidesign, yani tuchukue hii scene tuishoot tena, tuishoot sasa, kwa sababu ile ilikuwa stage play. Tuishoot alafu tutupe mtandaoni, kwa sababu nilikuwa na account tayari ya TikTok lakini ilikuwa haifanyi vizuri. Hapo tunaongea mwaka wa 2022. So tulipo shoot ile video, ndio ile video ya kuwa naoni bana chukali makozi enda kujira. Ile ndio video yetu ya kwanza kuingia mtandaoni. Na ile video ndio ilitupatia jina la Idi na Baba Mho. So tuliposhoot ile video tukaitupa mtandaoni, akaunti ikalipuka. Akaunti ikalipuka. So tukasema by the way, TikTok ni mtandao ambao unafanya mtu hajulikane haraka, kwa sababu sisi tulikuwa tunaangalia sana YouTube. TikTok ni mtandao ambao unafanya mtu ajulikane haraka. Waonaje tukao tunafanya hizi video za mimi ni mtoto wewe ni baba, tufanye hizi video ndogo ndogo za dakika moja za sekunde 30 tukirusha. Baba Mho hapa ambaye ni chairman wangu wa hiyo Coast Choice Film akasema ni sawa, haina shi. Ndio tukaanzia hapo. Tulipo shoot video ya kwanza, video ya pili tukajitafutia majina sasa. Sasa ni kuiteje? Idi iko sawa. Idi iko sawa basi wacha nitakuita tare Baba Mho. Unaona? So hiyo idea ikachipuka tu hivyo. So tukawa tunafanya hizo video tukitupa mpaka watu wa TikTok kama watu wa mtandao wakatubadilisha majina. Badala ya kuniita Bachi 254 ile jina langu la sanaa wakatuita Idi na Baba Mho. Mpaka leo ndio maana unaona katika platform zangu zote jina ni Bachi 254. Lakini unaitwa Idi hapo. Lakini ukija field sasa kila mahali Idi kuna akionekana Baba Mho kwa sababu ya venye tunaitana kwa zile video zetu. So hiyo ndio story fupi ambayo ilitufanya tukajulikana kupitia hizo plays zenye tulikuwa tunafanya kitambo, mpaka tukaja na hiyo idea mpaka leo hii kila mtu atakayetuona ni Idi na Baba Mho. Natumai hata nyinyi mlikuwa mwajua kuwa tunaitwa Idi na Baba Mho. Unaona? So ni idea ambayo tulikuja nayo sisi wenyewe tu. Tukaamua tuende nayo na tunashukuru Mungu ilikubali. Kwa kila mtu ambaye anajituma, hata wewe unajua kabisa mtu anajituma lakini anakuwa na malengo. Unajituma leo mnafanya nisema na shoot video lakini mimi nataka ya achieve kitu fulani yani. Yani mimi nataka nikifikia hapo yani hata kama nitapita lakini sawa, lakini nikifika hapo yani nitakuwa nimeacha legacy. Pia nitashukuru Mungu yani. Hapo ni wapi kwako wewe yani? Mimi kusema ukweli yo Mike kuikwaruza na mchigongo. Kusema ukweli mimi maono yangu makubwa nataka niwe kama wale producers wengine wakubwa ambao wamenitangulia ama ambao wako. Nataka niwe producer mkubwa kama vile Daudi Anguka. Nataka niwe producer. Ni producer Baba Mho. Producer. Sema zamba wasoma. Mkubwa kama vile Rashid Abdalla. Ili pia mimi niweze kusaidia ama kusaidiana na wasanii wenzangu wa kutoka Kilifi County. Tuweze kutumia vipaji vyetu kwa ajili ya mapato na kwa ajili ya kuendeleza sanaa ama culture yetu kama Wamijikenda. Hilo ndo lengo langu kubwa. Sawa? So mimi dream yangu kubwa yani. Oe bro. Hollywood bro. Hollywood. Wasi. Hollywood bro. Kuigiza kulingana na kitu unaigiza kwenye hizo level hizo. Inshallah koma zikale zinda kubali. Baba Mho ni hasa hii. Baba Mho ana hasa hii. Mimi nataka ndoto yangu kubwa. Yani nataka nifanye kazi na watu wa Hollywood. Mpaka wewe ikifika mahali ukisema Idi jamaa kwetu ni sasa Idi Hollywood ina mala hutengeneze Kilifi Wood inshallah. Kilifi Wood yani Hollywood ya watu Hollywood nao wawe wanaiga kwa sababu Kilifi vachimala kushuti na sisi kwa sababu kama ni idea hiyo maono yako ni maono mazuri lakini si maono mazuri.
lazima wakopi kupitia sisi. Kuna mentality ya watu pia wakopi kutokana kwetu. Ushaingia kwa set hivi ukapata challenges fulani ambazo zilikurudisha nyuma ambao ukafeel kama yani pale mimi sitaki tena kitu kama kile kinipata. Kwanza na wewe hivi. Challenges ziko katika maisha na challenges za kazi ni lazima utazipata, hususan kwa kazi yetu hii ya sanaa. Shabiki bro ni mtu mwenye ukimchukulia serious unaweza kugive up. Unaweza sema hii sanaa mazee mimi hata sioni kama mimi nilizaliwa na kipaji. Shabiki anaweza kukufanya kesho usiingie location. Kwa sababu ya zile comment, unaweza pitia comment pale ukapata yani mtu anaongea mbaya yani design ya kuwa kwani huyu ananijua tulikosana kitambo ama ni vipi? But sisi wote tunachukulia kwani huyu ananiwinda nini? But sisi wote tunachukulia ni comment, amejisikia tu aandike hivyo, so sisi wote tuendelee na kazi zetu. Na challenge ambayo ilitufanya ama inatufanya ama inatukumba mpaka leo, ambayo inatufanya sana sana kwa sababu mkiangalia sisi hatuko active sana mitandaoni. Tunakuja alafu tuna pause kidogo. Challenge yenye inatufanya sisi mpaka wewe inafika time tuna give up bro ni equipments. Vifaa vya kufanyia kazi, kwa sababu saa hizo kazi zenye mnaona huko mitandaoni we use our own phones. Ambao ni kama mitihani, kama ninavyosema ni kama mitihani kwetu na ni challenge pia wanatupatia, kwa sababu ukisoma hiyo comment kiupande mwingine ukielewa unajua huyu mtu ana make sense, lakini kuna comment zingine unajua kabisa hii comment hai make sense, amenivunja moyo, lakini mimi siwezi vunjika moyo. Sawa. Lazima niendelee kupush. Haya. Tuelekea kumaliza. Ngoja. Tutakuja hapo. Matabu pia itakupatia nafasi ulize swali lako la mwisho. Lakini kando na haya hizi comments mbaya na nini, ni strength gani? Ni kitu gani kingine kizuri sana ambacho wewe ushaifanyiwa ama umepata kutokana na hii sanaa ambayo ilikupatia nguvu sana ukasema wow, kweli yani nakula matunda ya kazi yangu, mtu fulani amenirecognize, nimepata views kadhaa ama nimepata pesa fulani kutoka kwa mtandao ama moment gani? Okay, wacha ajibu huyo alafu na mimi nitajibu. Mimi moments ni nyingi. Moments ni nyingi ambazo zimenifanya mimi najivunia kama msanii. Japo labda sijafika mahali nataka, lakini naweza kujivunia. Moments ni kwamba nimeweza kufanya na productions zingine, nimeweza kuwa recognized pale, nimepata mtaji, nimepata pesa, nimefanya na production kama vile Jukwaa Arts. Wame recognize, wakaniita, tukaenda tukafanya play Pwani University pale ya Wapolish. Ushapata, tukalipwa vizuri yani. Nimeshafanya films nyingi, katika hizo films nimelipwa. Hakuna filamu hata moja ambayo nimefanya ambayo sijailipwa. Ushanipata. So hiyo naweza nikahesabu kwamba mimi nimefaidika kwa kiwango fulani katika sanaa. Na hata pia kingine ni kwamba mimi hufanya sanaa yangu kila mahali, kila wakati. Nikiwa nyumbani, kuna mazishi, mimi napiga show. Nikiwa kazini pale pia napiga show. Kukiwa na any stand down, kukiwa na any meeting, kukiwa na any event ya kazini pale, mostly mimi huwa nafanya kazi pale Bamburi Cement. Ushapata. So Bamburi Cement pale kukiwa na any health and safety na watumbuiza. Nikiwatumbuiza na ku appreciated. Either through cash ama through anything ambao mimi napewa na feel yes wananitambua kama mimi ni msanii. Na kukitokezea opportunity yote lazima nipigiwe simu tayari. Baba Mhoho uko wapi? Tuko na event siku fulani, uweza kuprepare something about this and this and this, naenda kufanya. So hizo ni vitu ambazo naweza sema zimenipatia nguvu za kuendelea katika sanaa. Yeah. Alafu ikimalizia hii kuna kitu ulikuwa umeuliza, zile vitu ambazo ni setbacks ama vitu ambazo mimi kama msanii nimeenda kwa site nikasikia imenivunja moyo. Ni gari mazee. Gari. Gari. Ushapata. Kuna gari ndo tatizo. Umala gari. Na mala gari na manyanda ipata. Ama kutangire. Lakini sasa ni ile umeenda site. Wewe unajulikana kama Baba Mhoho, wewe ni msanii mkubwa. Ushapata? Watu wana expect labda kufikia sahihi waone Baba Mhoho waendesha
ana mpira mkubwa, hata kama ni mdogo hanyeshei, ushapata. So ile wewe ni msanii mkubwa, capability yako ni kubwa, influence yako ni kubwa, kazi zako ni kubwa, alafu kwa sababu hujanunua gari, na siwezi kununua gari, nikitaka naweza kununua tanchamba makosi gomeni gule gari naweza. Ushanipata? Kuna wazi kwa baba Mhoho. Ushaona, lakini sasa ile unatembea kwa sababu hujaamua kununua gari ama hujafikia katika kile kiwango cha kwamba mimi sasa wacha ninunue gari. Okay, ni hadi fulani msanii kuwa na gari. Of course it is good. Wale ambao wako na magari hands up guys. Ushapata? Lakini sasa msanii kama mimi alafu unatembea waonekana uko na pikipiki. Ushapata? Sema msanii mkali yule, lakini wasikia watu wanasema msanii mkali yule lakini amesota. Ushapata? So hiyo statement kuna yule ataongea utaisikia, hutaisikia, kuna yule ataongea labda utaisikia. So ukisikia wewe unafikiria wewe kama ni msanii, jiweke katika viatu vyangu, utasifeel vipi? Mimi mazee, kitu ambacho naweza kujivunia nacho kupitia hii sanaa yangu ya kuwa tangu nimeanza, mimi najivunia sana na hizi zaitwaje, hizi mashirika mazee. Watu waliona kazi zetu na watu wakaja wakataka kufanya kazi na sisi. Kuna shirika moja hilo lilinibeba karibia miaka 5 nikifanya kazi na wao tu, linaitwa Safe Pwani, Sponsored Arts for Education. Hilo ni shirika ambalo lina support wasanii wakiingia nyanjani kuelimisha afya ya jamii. So mimi kiupande wangu naweza jivunia kwa sababu, na si hiyo tu, nimefanya kazi yani na mashirika mengi, nimefanya kazi na production nyingi sana. GIF Pictures nimefanya nao, AR nimefanya nao, hizo organization hizo hata usiseme. Safe Pwani, Safe Community, Advocate. Hela inaingia hiyo ilikuwa ni hela inaingia, na nikupitia hii brand yetu ya Idi na Baba Mhoho. So ikifikia hapo ya kuwa mtu anatoka kwa shirika lake anakuja kukutafuta, anakuambia tuliona hii, naomba tufanye kazi na wewe, na anakuwekea contract ya 5 good years. Yani ilikuwa nilikuwa naona Mungu yani nakuta okay, kwa hiyo Mungu ulinipa kipaji ili niweze kufanya hiki, niweze kuonekana, nipate hichi, basi shukrani sana. So nikafanya kazi na hizo mashirika, contract ikaisha, na mpaka sasa hii kitu ambacho kinanifanya yani nazidi kufanya hizi kazi, watu bado wanakuja, njoo nifanyie advert bana. Tunakaa kwa meza, tunafanya kazi. Nikiwarudisha hapo nyuma kidogo kuhusu wanasiasa, kunao baadhi sasa, hao ni wale wanenaji. Mfano wewe sasa ni mwanasiasa, alafu kuna yule mnenaji wako yule. Hao nafikiri wamenifuata sana wengi. Bro, si tumsupport huyu mwanasiasa akipita bana, tutakuwa mahali pazuri. Mimi nataka niwaambie tu ukweli, si support mtu ambaye hajani support. Na kama ni kukusupport wewe, ni mwanasiasa na unataka nikusupport msimu huu, njoo kwa meza bana. Kila mikutano yangu nataka uwe uko pale ukinipigia debe mitandaoni. Hapo tutafanya kazi. Kwa sababu sijui ukipata akisema naye hata support mtu ambaye hamsupport. Kwa hiyo umesema si support mtu ambaye hajanisupport. Mwanasiasa naye aseme si support mtu ambaye hajanisupport. Mtasupportiana? Hatuwezi supportiana. Na si lazima tusupportiane. Kwa lazima yeye kusupport wewe kwanza ndio wewe umsupport. Kwa sababu gani? Kwa sababu tunasema hivyo kwa sababu tumesupport wengi before. Alafu akishapata yeye hakusupport. Simu inaingizwa kwa Bluetooth voicemail. Hawashiki simu bro na hawapatikani. Sasa ni ya nini? Tumesimama na wewe mpaka tumekupitisha. Alafu sasa hiyo tushikii simu. Tumesimama na wewe, tumekesha na wewe, tumehesabu kura na wewe mpaka tukahakikisha kabisa huyu mtu basi vile amepita tutakuwa mahali pazuri. Mwisho wa siku hushiki simu. Idi usinikumbukize utungu. Wacha huo tuko achana mambo ya siasa. So sasa hii yani ni mtu tuongee mambo ya maendeleo na sanaa yetu ya kilimo. Ni mtu aje kwenye meza. Bata boy Gomba. Ni bata si bwata. Bata boy Gomba. Kama la kuuza hicho Baba Mhoho. Nanuza. Mtu na mala ajoin kwenye ino ya
Mzembe ni wazi. Kuna Kifima na kuna Coast Choice. Ama unamba Coast Choice ni chiro chikundi chehu ambacho hunachilongoza mimi na yuyu. Alafu Kifima ni chirahu chikundi cha Anasana Achilifi County Osini. Initiative ya Anasana ama producer Achilifi Osini. Coast Choice. Chenu mshicho. Ni akale nafikira vilengo, yani vigezo, yani kuingia pale nini? Chigezo cha kwanza ni ukale msanii. Hiyo ni cha kwanza. Chahiri ukale kuna registration ambayo ndo mboza ambao ni 1500 tu hachei. Sawa? Ambao it is non refundable. Unapewa katiba utapewa katiba yetu ya nini ya chama, utaisoma, uangalie zile sheria kama unaweza kuendana kulingana hizo sheria, ujicommit, alafu wewe unakuwa mwanachama. Alafu any benefit, any activity, anything ambayo tunafanya katika chama, any project tunafanya, wewe ndio tunakupatia first consideration, first priority. Hivyo ndio watu tunafanya kazi katika chama chetu. Mbona shati yako wewe kila ukivaa unarudia hiyo shati hiyo ya red? Mmoja tutoka hapa kwenye tumbo hapo unaonyesha six pack. Ama ni kwa sababu una shati nyingine tukusaidie, tukununulie, tukuchangie ndugu yangu ama vipi? Na koti yako hapa. Like koti kako sawa. Unaona koti kako sawa. Ngozi. Unaona hizi nguo bro. Hizi nguo na kulingana na karakta yangu. Six pack vichache. Maana nuko njini wanamba tauchindana unaenda six pack kamare. Na nje maana nuko wanazona na Sasa hizi ni nguo ambazo zinaeleza maisha halisi ambago watu wa kijiji ama watu wa kijijini. Yaani mimi naweza sema hivi. Mimi ni msanii ambaye kazi zangu nyingi ninazofanya naeleza maisha halisi ya wale vijana ambao hawasikii na wako mashinani, wako vijijini. Ndio maana nikasema sasa kama na represent wale vijana ambao hawasikii na wako mashinani, nitakuwa navaaje? Nivae nguo za kisasa kila video niwe nimepiga pamba ya force nini niwe na nini? Hapana, itakuwa hai make sense. So nikakaa chini nikajitengenezea nguo yangu mwenyewe ambayo hiyo hata nikivaa mtaani tu huwa sitoshi. Nilikuwa nazingirwa mbaya sana mapicha. Unaona? So nikaitengeneza, ni mtumba tu. Hichi ndio huwa kinaisha hichi kwa sababu ya nani? Ya kufua sana hizi fulana jiki wewe. Na fulana jiki alafu ni nyiru. Sasa hii huwa yaisha sana. Hizi basi nimezibadilisha sana. Mkiangalia hizo video za huko ni mwenyewe. Fule swale nyiru na jiki kusikira. Bezi zako nuko na fula. Anuka vumba baba mhoho. No fule ngesi kumanga mwenga. Una nje kwa nyani hao ni nusu sasa inanuka marashi kwenye kwa sababu ya kamera marashi bia ino gachi Somali kula kamera ndio so sisi ni nguo ambazo yani na represent ro vijana mashambani ambao kawasikira na yeye mwenye kare kaweza hata kutafuta kazi ya akaenda akajigurira nguo paka akaende akangoje babaye yuzi ino yukwenda tsuma kukwenda tafuta pesa yupata pesa za uzeni uwe yupata pesa za uzeni yunakutoa chiza kono na njira kombola ino kombola majengo kwa kwenda halani pesa ama kombola KCB banki yunakutoa yunakudola vivi uchenda uchikona zifisa haru chini ya muto uchombola tu yuhala usende chooni mtu uwe ukenda chooni tu yunazana zafunula kari na hala zo pesa akagule ino vitu vya nzavi. Nashukuru sana kwa muda wenu jamaa. Nashukuru sana nyinyi mmeamua mtenge muda wenu. Leo kama leo yote mmekuwa mko hapa mkitungojea. Tumechelewa kufika hapa lakini bado mmekuwa patient na sisi. Mkaja mkatupick mkatuleta mpaka hapa. Hiyo ni patience nyingine ya aina yake. Hamjatuchaji chochote, yani sisi tunashukuru sana. Sisi maembe ndo gakukugago. Ndo gakukugago. Wajua chinewaze chino ngoja usikize ngourira na usikize mhoho wa 2000 yu chikayu na manya hebu henda 2000 henda yo 2000 yako ngoja chinewaze chitofyo ba sikiza mambire hebu chitofyo ni kazenda vya lusani yuna chitofyo kazi yangu zunguluka inoni tu unaona kuna vya lusamba kuna wari na maharagwe sasa ndio vivi chitofyo honja kaika ndo chitofyo
Wajua mashabiki wengi wao wanajiuliza maswali mengi sana. Hao watu wako wapi? Kwa sababu wachiutafuta Chonyi ka huko. Wachiutafuta Kilifi ka huko, wachiutafuta Malindi ka huko, wachiutafuta nani kuna waje Digo ka huko. Na mala huambira sivini. Sino hunaombola mtu hapa. Kazi ze hunyinji funaenda mtu hapa, shughuli ze hunyinji hunaenda mtu hapa. Kwa hivyo mchamba simanya hawa hatuwezi kuwapatia kazi manake wanatoka Chonyi. Sasa mtu mtoe Chonyi huko ndani huko itakuwa gharama nyingi. Sino kahombola Chonyi, kunombola mtu hapa. Although huwa Chonyi, maana mimi na familia yangu huko Mbetsungwa. Junjo wangu Mbetsungwa. Ni kwa nyanya hapa. Sasa ni Mchonyi mkauma. Sasa watu wakisema tunatoka Chonyi, sisi tunatoka mtu hapa. Na wengi wamekuwa wakiuliza, je, hawa watu ni mtu na baba Muhoho Jerry wanahusiana kwa sababu ya ile karakta yetu? Wamekuwa wakituuliza sana kwenye comment. Wanahusiana kweli hawa watu ama ni vipi? Sisi ni marafiki. Sisi ni mtu na chairman wake. Kwenye hiyo Costress Film, yeye ni chairman wangu, yeye ni director wangu, huyu ni mentor wangu. Yaani mimi nisingekuwa Eddie ama nisingeonekana mkali kwa kamera, ingelikuwa si huyu. Nimepita mikononi mwa huyu ndo nikawa hivi nilivyo. Yaani huyu ndo amenimentor, yeye ndo amenidirect, yeye ndo amenipika mpaka leo hii naweza simama mahali nikasema hii movie haiko sawa na bado akanisikiliza. Naweza enda kwa groups nyingine nikaitwa tu niende nikaangalie movie yao waone nitoe makosa na naweza irate mpaka wakitoka hapo wakarudi location kushoot tena. So na appreciate sana. So sisi hata hatuhusiani. Ni mtu tuna chairman wake, lakini ile bond iliingililiana na zile idea tukipa pamoja tunaona tunaweza. Ndio tulipoona hiyo tukaja pamoja tukafanya kazi. Ni kazi ndio inatufanya tuko pamoja. Basi. Mimi langu la mwisho ni kuwashukuru ndugu zangu Mzombola Chonyi kuko kwa sababu bomboni ni hiko vwevwesi ni vevesi baba mbona kana ngambira kwenda vwevwesi mbali huko Chonyi vwevwesi haya Bemba Nyamalani na Minigombe ni vyo unuko unatamuka vwevwesi si vwevwesi ni vevesi pani mame kuko vwevwesi ni pani mame ombola vwevwesi si vwevwesi sasa ni vevesi sawa. So mimi nawashukuru ndugu zangu pia nyinyi kwa kuchukua muda wenu na time yenu na energy zenu na mafuta yenu, mmetoka Chonyi huko mmekuja mpaka hapa mkitambua kwamba kuna wasanii ambao tunahitaji kuwaona, to share nao one two wa kutoka Mtwapa. Idi na baba Muhoho. Idi ndo huyu, baba Muhoho ndo mimi nashukuru kwa muda wenu. Na sisi ni wasanii ambao hatuna choyo kushare ideas. Sisi ni wasanii ambao tuko flexible, na sisi ni wasanii ambao tunafikika. Si kama wale wasanii wengine ambao wana brag. Zamba karibuni hundapata gari. Beta huchipata gari. Uchikona njina anaenda kupa lift tu. Kwa hivyo tosihende wasiwasi uwe kala ile jamaa tukiwaombea wale ama tukiwa support wakifaulu watatusahau. Sisi si kama wale wasanii wengine. Hiyo naweza nikawa promise. Baba Muhoho si kama wale wasanii wengine. Naweza kusema I'm the most different artist of all hapa Kilifi County. Na kwa wale stakeholders, we need your support pia. Tukija kwa ofisi yako tusikize. Sawa. Wale stakeholders, wale viongozi, tuna need your support ili tuweze ku reach out to many. Sawa. Tuko na mambo mengi ambayo bado we still need to do. So thank you very much. Thank you and karibuni. To our viewers, kwa wale wachache wenu ambao wamekaa kwenye hii video wakatazama mpaka kufikia hapa, hiyo ni true love na tunawashukuru sana. Na kama umefika hapa, tafadhali drop emoji ya kopa hapo kwenye comment ndio ili tujue kwamba tuko wangapi. Tujue kweli tumefika mwisho wa hii video wangapi. Tujue kama kweli nyinyi mashabiki zetu mko wangapi. Si ndio? God bless you. Kabisa.